Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa. Ninayo furaha kubwa sana siku ya leo tena, mimi mtumishi wa Mungu Japhet Magoti, kuweza kukutana pamoja na wewe mahali ulipo, tuweze kujifunza na kutafakari pamoja neno la Mungu. Ninapenda nikualike mahali popote pale ulipo, uchukue Biblia yako, chukua na notebook au karatasi, ili tuwe tunafatana moja kwa moja sawasawa na yale ambayo Mungu anatupatia hapa, ili nikisoma Biblia nawe pia unasoma Biblia yako, kwa pamoja tuweze kukubaliana ya kwamba kweli hili ni neno la Mungu. Na masaa haya somo letu litakuwa na kichwa kinachosema jifunze kumshukuru Mungu. Jifunze kumshukuru Mungu. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, tunakutukuza kwa sababu wewe ni baba yetu. Asante kwa neema uliyotupatia ya kufanyika kuwa watoto wako. Asante kwa kibali ulichotupatia cha kuweza kusimama mbele za watoto wako, hata kutambulisha neno lako. Nipe cha kuongea, nipe kile ambacho umewaandalia watoto wako kama chakula, ili mwisho wa mafundisho haya kila mmoja aone kukukaribia wewe kama Bwana na mkombozi wa maisha yake. Ndivyo ninavyokuomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo, amen. Jifunze kumshukuru Mungu. Watu wengi leo hawapendi kumshukuru Mungu, ila wanapenda kumuomba Mungu. Ni wachache wanaotenga muda wao kumwambia Mungu asante, bali ni wengi wanaotenga muda wao kumpelekea Mungu mahitaji yao. Rafiki yangu, kitabu kile cha Zaburi 136 na ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Zaburi 69, Zaburi 69 na ule mstari wa 30, maandiko yanasema, nitalisifu jina la Mungu kwa wimbo, nami nitamtukuza kwa shukurani. Nitalisifu jina la Mungu kwa wimbo, nami nitamtukuza kwa shukurani. Zaburi 35 na ule mstari wa 18, maandiko yanasema, nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi. Mtoto wa Mungu, katika mistari hiyo ya utangulizi utakuja kutambua ya kwamba kuna umuhimu wewe pamoja na mimi kumshukuru Mungu. Kuna umuhimu wa wewe pamoja na mimi kumshukuru Mungu. Mtoto wa Mungu, naomba unisikilize. Mambo ambayo Mungu amekufanyia kwenye maisha yako, nikikupa nafasi uniambie yote, hakika hautayamaliza. Hata pumzi tu ya uhai aliyokupatia ni kwa ajili ya neema yake tu. Ni watu wangapi leo wanateseka na ugonjwa kama ulionao wewe unaishi, wao wanateseka? Ni watu wangapi leo wamelala usingizi wa mauti kwa ugonjwa kama huo ulionao wewe? Wewe unaishi, wengine wamelala usingizi wa mauti. Ni watu wangapi wana elimu kama ya kwako, maisha yao ni magumu, ila wewe maisha yako Bwana ameyabariki.
Rafiki, sikiliza. Ziko sababu nyingi sana zinazonitaka kumshukuru Mungu. Mungu ametutoa mbali. Hebu angalia mahali ulikokuwa. Angalia maisha yako. Angalia mahali ulikotokea. Nataka niongee na mtu ambaye ametoka kijijini hapa. Zamani hata viatu ulikuwa hauna. Ulikuwa unaenda shuleni pasipokuwa na viatu. Leo umejaza viatu ndani ya nyumba. Kuna mtu yuko hapa, alikuwa anaenda shuleni, shati haina hivi vishikizo. Leo unabadilisha mashati. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, alipokuwa anaenda shuleni zamani, kaptura yake ya shule ilikuwa imepasuka, lakini leo unavaa suti. Hebu angalia Mungu amekutoa wapi. Kwa nini usimshukuru Mungu? Rafiki yangu, ukijua Mungu alikokutoa, hautalalamika kwa changamoto unayopitia leo. Ukijua Mungu alikokutoa, hautalia kwa shida unazopitia leo, bali utamshukuru Mungu. Angalia watoto wako wanasoma vizuri. Watoto wengine hawapati shule kama ambao watoto wako wanaisoma. Angalia chakula hapo mezani mnachokula. Mnakula vyakula vizuri. Kuna watu wanalala hata chakula kidogo hawapati. Kwa nini usimshukuru Mungu? Rafiki yangu mpendwa, ukiweza kuyaangalia yale ambayo Mungu amekufanyia kwenye maisha yako, hautajuta kwa shida unayoipitia leo. Jifunze kumshukuru Mungu. Ndio maana mtunzi wa kitabu cha Wathesalonike anaongea maneno haya. Wathesalonike wa kwanza na ile sura ya 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5, lile fungu la 16 mpaka fungu la 18. Biblia inasema hivi: furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Utakapokuwa mtu wa kufurahi, utakapokuwa mtu wa kuomba kila wakati, utakapokuwa mtu wa kushukuru kwa kila jambo, utakuwa unayafanya mapenzi ya Mungu wako ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Mambo matatu. Jambo la kwanza, kufurahi. Kwa nini tunafurahi? Kwa sababu Yesu amekufa kwa ajili yetu. Omba bila kukoma. Kwa nini? Anakualika umuombe naye atakutendea. Alafu shukuru kwa kila jambo. Biblia inaposema shukuru kwa kila jambo inamaanisha nini? Hata kwa yaliyo mabaya mwambie Mungu asante. Hata kama kuna mambo yanaenda vibaya kwenye maisha yako, mshukuru Mungu. Kwa nini? Matatizo mengine unayoyapitia kwenye maisha yaweza kuwa msaada wa maisha yako. Changamoto zingine unazozipitia kwenye maisha usizitazame kama changamoto, zingine ni kwa ajili ya usalama wako. Kwa hiyo nimewahi kuona kuna watu akipita kwenye matatizo, akipita kwenye shida, anaanza kulia. Nataka nikwambie, Yusufu kama asingechukiwa na ndugu zake, asingefikia kwenye hatua ya kuwa waziri mkuu kule Misri. Nataka nikwambie, matatizo ambayo Yusufu aliyapitia yalikuwa yanamuandaa kufika kwenye kiwango kikubwa cha maisha. Ndio maana Yusufu hakulalamika kwa chochote alichokuwa anakipitia. Kwa nini? Alimjua Mungu wake. Ukishamjua unayemuabudu, utamshukuru kwa kila jambo. Ukishamjua Mungu wako ni nani kwenye maisha yako, amekutoa wapi, anakupeleka wapi, nataka nikwambie, utakuwa ni mtu wa kumtukuza kila wakati. Magoti unatuambia nini? Nataka niongee na mtu hapa. Nimewahi kuona kuna watu wakipita kwenye shida, wanalalamika, wanalia. Ni vile tu hujajua Mungu wako ni nani. Matatizo mengine yamekuja kwa sababu unamjua Mungu. Matatizo mengine unayapata kwa sababu umejulikana kwa Mungu. Ayubu
alipita kwenye shida kwa sababu Mungu alimsema vizuri kwa shetani. Ayubu anapita kwenye matatizo kwa sababu Mungu amemtambulisha vizuri mbele ya shetani. Ndio maana Ayubu anasema, mimi najua neno moja tu, mtetezi wangu yuko hai. Rafiki, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Usiache kumshukuru Mungu hata kwa yale madogo ulioyapata. Mshukuru Mungu hata kwa yale madogo ulioyapata. Mshukuru Mungu. Kwa nini nasema hivi? Wakati wewe unavaa suruali, kuna mtu anatembea hata nguo ya kuvaa hana. Wakati wewe unalala kwenye kitanda, kuna mtu tunavyoongea sasa hivi analala kwenye sakafu. Wakati wewe unapata chakula mchana na usiku na asubuhi, kuna mtu anakaa siku 3 hajapata chakula. Katika dunia hii usiache kumshukuru Mungu. Unaona hiyo elimu ulionayo, kuna watu leo wana miaka mingi hawajaifikia. Kuna wengine wamerisiti mitihani mpaka leo hawajapata CPA. Wewe una CPA, mshukuru Mungu. Wewe umefika mpaka chuo kikuu, mshukuru Mungu. Hebu jaribu kujitazama kutoka pale kijijini kwenu, eti na wewe leo una degree. Hebu angalia maisha ya pale kwenu. Hivi kweli ni watu wangapi pale kijijini hawajapata elimu kama ya kwako? Alafu kuna mtu leo analalamika. Wewe mshukuru Mungu. Jamani, mshukuruni Bwana. Mwambie Mungu asante. Kama umekaa na jirani yako hapo, mwambie, rafiki, mimi Mungu amenitoa mbali. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Rafiki, mshukuru Mungu. Kwa nini nakwambia kumshukuru Mungu? Sikiliza. Shukurani mbele za Mungu ina faida zifuatazo. Shukurani mbele za Mungu zina faida zifuatazo. Faida ya kwanza, yeyote anayemshukuru Mungu anamtukuza Mungu. Yeyote anayemshukuru Mungu anamtukuza Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 50. Zaburi sura ya 50 na lile fungu la 23. Maandiko yanasema, atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Unapotoa dhabihu za kushukuru, unapotoa sadaka za shukurani, unamtukuza Mungu, unamuinua Mungu. Rafiki yangu, shukurani inamtukuza Mungu wako. Natamani uwe ni mtu wa kushukuru. Shukurani inamfanya Mungu wako ainuliwe juu. Mshukuru Mungu hata kwa vidogo ulivyo navyo. Mshukuru Mungu hata kwa mahali ulipofika. Mshukuru Mungu kwa ndoa ulionayo. Kwa nini? Hata kama mme wako ni kimeo, kuna watu hata huyo kimeo hawana kwenye maisha yao. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa watoto, hata kama wanakuvuruga akili. Kuna watu wanalia leo hawajapata watoto. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Rafiki, wanaomshukuru Mungu ndio wanaomtukuza Mungu. Lakini namba 2, unapomshukuru Mungu unafungulia mlango wa Mungu kukusikia wakati wa mateso. Unafungulia mlango wa Mungu kukusikia wakati wa mateso. Kitabu kile cha Zaburi ya 50 fungu la 14 na la 15. Zaburi ya 50 fungu la 14 na la 15, maandiko yanasema hivi: mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Rafiki, sikiliza. Unapomshukuru Mungu kwa dhabihu, kwa sadaka, inafungua mlango wa wewe kumuita tena wakati wa mateso ili apate kukusikia. Shukurani inaonyesha nidhamu. Shukurani inaonyesha unyenyekevu. Shukurani inaonyesha heshima. Shukurani inaonyesha kuthamini. Kama Mungu alikuokoa zamani,
jifunze kumshukuru, ili siku nyingine ukimuita tena ili siku nyingine ukimuita tena apate kukusikia. Faida ya tatu ya kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kunaachilia nguvu za Mungu za kukupigania wakati wa vita yako. Shukurani mbele za Mungu zinaachilia nguvu za Mungu kukupigania kwenye maisha yako. Ukisoma pamoja na mimi kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, sio wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, sura ile ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 30, kuna kisa pale cha mtu anayeitwa Yehoshafati. Yehoshafati alikuwa ni mfalme au kiongozi wa taifa la Yuda. Alikuwa ni kiongozi wa taifa la Yuda. Sasa siku moja kukatokea na vita au habari za vita, ya kwamba kuna watu wameungana huko, wanataka kuja kupambana na taifa la Israeli wanaokaa Yuda chini ya mfalme Yehoshafati, na baadhi ya jamii ya watu wanaokaa Yerusalemu. Yehoshafati ndiye aliyekuwa kiongozi. Yehoshafati aliposikia ya kwamba kuna watu wanakuja kupambana na jeshi lake, Biblia inasemaje? Yehoshafati akaogopa. Ile hofu aliyoipata ikamsukuma kwenda kwenye maombi. Ile hofu aliyoipata ikamsukuma kwenda kumtafuta Mungu. Hofu unayoipata isikupeleke kwa waganga wa kienyeji, ikupeleke kwa Mungu. Hofu unayoipata kwenye ndoa yako isikufanye kuikimbia ndoa, ikufanye kwenda kwa Mungu. Hofu unayoipata juu ya biashara zako isikufanye kutafuta mambo yasiyo ya msingi, ikufanye kwenda kwa Mungu. Yehoshafati alipopata ile hofu akautafuta uso wa Mungu. Alipoomba, hatimaye Mungu akamjibu, akamwambia Yehoshafati, vita si ya kwako, vita ni ya Bwana. Nami nataka nikutie moyo wewe unayepita katika vita, usipende kupigana vita, mshukuru Mungu. Usipende vita kwenye maisha yako, acha Mungu akupiganie. Rafiki, achana na vita. Unajua kuna watu wanapenda vita sana. Yaani kuna watu wanapenda ugomvi, kuna watu wanapenda vita. Yaani hata kama umetulia lazima tu akutengenezee vita. Yaani kuna watu wameumbwa kazi yao ni kukuchokoza tu. Ninataka nikutie moyo, usipende vita, mruhusu Mungu akupiganie. Mungu mwenyewe anasema vita si ya kwako, vita ni ya Bwana. Vita ni ya Bwana. Rafiki, usipende kumjibu kila mtu kila kitu. Wakati mwingine potezea. Si kila vita unapaswa kupigana. Acha Mungu akupiganie. Baada ya Mungu kumjibu vile, Yehoshafati akawaambia watu, mumwamini Mungu, aminini manabii wake. Mumwamini Mungu. Jamani, wana wa Israeli, mumwamini Mungu. Hata kama ile vita ni kubwa, Mungu wetu ameshasema vita ni ya kwake, tumwamini tu yeye. Nami nataka nikutie moyo leo, muamini Mungu. Bwana asifiwe. Muamini Mungu, vita ni ya Bwana. Muamini Mungu, Mungu atakupigania. Baada ya Yehoshafati kutengeneza shauri na wale watu, kitu gani kikatokea? Maandiko yanatuambia hivi, Yehoshafati akachukua waimbaji, akawatanguliza mbele, akachukua wanajeshi akawaweka nyuma. Sasa hebu angalia imani inavyofanya kazi. Mara zote vita inapotokea, wanaotangulia mbele huwa ni wanajeshi wenye silaha. Lakini kwa sababu Yehoshafati amekuwa na imani, leo wanaotangulia mbele ni waimbaji. Anawaambia waimbaji, simameni mbele. Alafu anawaambiaje? Anzeni kuimba. Wimbo unasemaje? Mshukuruni Bwana kwa
kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawaambia, imbeni, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Wanaanza kushukuru kabla hawajashinda vita. Umejifunza kitu hapo? Wanaanza kushukuru kabla hawajapigana vita. Kwa nini wanashukuru? Kwa sababu wamemwamini Mungu. Ukishamwamini Mungu, utamshukuru kwa yale unayoyatarajia. Bwana asifiwe. Jifunze kumshukuru Mungu kwa yale unayoyatarajia. Kuna baadhi ya watu anasubiri mpaka akipata kitu ndipo aanze kushukuru. Wewe anza kushukuru hata kabla haujapata kitu. Unanisikia we binti? Anza kushukuru Mungu amekupa mme hata kabla hujachumbiwa. Anza kushukuru ya kwamba Mungu asante. Mungu asante, nimepata kazi. Anza kushukuru kwa mipango unayoitarajia. Usisubiri mpaka upate. Hiyo ndio inaitwa shukurani kwa imani. Imani ni kuwa na hakika na mambo unayoyatarajia. Jifunze kumshukuru Mungu kwa kile unachokitarajia. Usisubiri mpaka upate ndipo ushukuru. Shukuru hata kabla haujapata. Huo ndio unaitwa ukomavu wa kiroho. Unanisikia mtu wa Mungu? Sikiliza. Wakati mwingine watu wenye imani ukiwatazama kwa jicho la haraka unaweza kadhani ya kwamba hawana akili. Kwa nini? Hebu just imagine, Yehoshafati anawaambia watu, mshukuruni Bwana maana fadhili zake ni za milele, wakati vita hujapigana. Na ukipigwa, hizo shukrani utapeleka wapi? Ila ukiwa na imani unakuwa na hakika. Na imani lazima iwe na matendo. Kama unaamini ya kwamba Mungu ataenda kukutendea, ishi katika imani ile. Mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu kwenye Biblia miaka 12 alikuwa na imani. Akasema hivi, nikishika vazi lake nitapona ugonjwa wangu. Nikishika vazi lake nitapona. Yule mama alianza kupona kabla hajashika. Wewe naye pia anza kupona kabla hujapona. Bwana asifiwe. Anza kubarikiwa kabla hujabarikiwa. Anza kushukuru kabla hujapata. Shukurani ni moja ya ishara ya kujua uweza alionao Mungu wako. Shukuru. Unanisikia we binti? Nenda kanisani, mwambie fundi mitambo niwekee wimbo ambao maharusi wao wanaingia. Anza kufanya mazoezi ya kumachi. Anza kumachi pale kanisani. Watu wakikwambia we dada mbona una machi, waambie niko kwenye mazoezi, hivi karibuni nitaolewa. Mchumba wako yuko wapi, waambie that is none of your business. Hata kama sina mchumba najua nitaolewa kwa sababu Mungu wangu anaweza. Bwana asifiwe sana. Anza kushukuru. Yehoshafati aliposhukuru, wale nguvu za Mungu zikashuka, zikaenda katika kikosi cha wapinzani. Wale wapinzani wakaanza kuuana wao kwa wao. Asubuhi Yehoshafati anaamka na watu, anakuta vita Mungu ameshapigana. Hakuna mwanajeshi wa Yehoshafati aliyepigana vita, bali waimbaji waliimba wimbo wa kumshukuru Mungu. Mtoto wa Mungu, jifunze kumshukuru Mungu. Faida ya 4 ya kumshukuru Mungu. Shukurani inafungua mlango wa kupewa zaidi ya kile ulichopewa. Shukurani mbele za Mungu inafungua mlango wa kupewa zaidi ya kile ulichopewa kutoka kwa Mungu. Magoti unatuambia nini? Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 17. Luka sura ya 17 na lile fungu la 11 mpaka fungu la 19. Maandiko yanasema hivi: ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, E Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi
miguuni pake akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Umenipata vizuri? Hawa wakoma walikuwa 10. Walikuwa wakoma 10. Hawa wakoma 10 wakamsikia Yesu, wakapaza sauti yao, Yesu, mwana wa Daudi, uturehemu. Yesu akawaambia wale wakoma, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Kwa sababu aliyekuwa anatoa kibali cha kwamba wewe ni mkoma au si mkoma alikuwa ni kuhani. Mwendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Biblia inasema hivi, wakiwa njiani wanaenda wale wakoma 10, wakiwa njiani wanaenda wakatakasika. Walipotakasika, yawezekana wale wengine 9, sasa Biblia ituambie kama walifika kwa makuhani au hawakufika kwa makuhani. Ila tunasema wakiwa njiani wakatakasika. Yawezekana wale 9 wakaenda kwa makuhani. Jamani, makuhani, sisi tumetakasika njiani, hebu mtuangalie, je, tuko sawa? Tunaweza tukaingia katika jamii? Mnaweza mkatupatia certificate of qualification, certificate ya kwamba sisi tuko sawa sawa, clearance form ya kwamba tuko sawa sawa, hatuna shida. Je, mnaweza mkatuambia? Wale 9 hatujui walielekea wapi, lakini mmoja akarudi kwa Yesu kwenda kushukuru. Aliona ametakasika, akarudi kwenda kushukuru. Wale 9 wakaendelea na maisha yao. Yawezekana Yesu alitaka kumuuliza yule bwana, hivi hawa jamaa 9 walivyopata tu ule utakaso wa kwanza, wameridhika hata kushukuru? Wameshindwa kuja kushukuru? Unajua kuna baadhi ya watu akishapata tu gari tayari kiburi kimeanza. Kuna baadhi ya watu akipata tu kacheo tayari kiburi, dharau vimeanza. Yaani kuna mtu Mungu akimpa tu kanafasi fulani, hata kukumbuka ya kwamba hii nafasi nimepewa na Mungu inaondoka ndani ya huyo mtu. Wako watu wengi sana wa namna hiyo. Wako watu wengi sana wa namna hiyo. Wale wakoma 9 walivyotakasika, hawakukumbuka ya kwamba aliyewafanya watakasike ni nani. Wao wakaendelea. Ndio maana Yesu anauliza, hawa 9 wako wapi? Nataka upate fundisho, mtoto wa Mungu. Usimsahau Mungu kwa mafanikio uliyoyapata leo. Kumbuka Mungu amekutoa wapi. Kumbuka hayo mafanikio, nani mwanzilishi wake. Kuna baadhi ya watu leo wamekuwa na viburi na dharau sana. Yaani amekuwa na dharau, anasahau hata alikotoka. Kuna watu wamekuwa na viburi na dharau, amesahau ni watu wangapi waliomsaidia kufika mahali alipofika. Kuna watu leo wamekuwa na viburi na dharau, wanasahau ni watu wangapi ambao wamemshika mkono. Rafiki yangu, usiwe na kiburi kwa mafanikio ya leo. Kumbuka ulikotoka. Kumbuka watu waliokushika mkono. Kumbuka watu waliokusaidia. Kumbuka watu ambao wamekufanya ufike mahali ulipokuwa. Acha dharau. Acha dharau. Acha kujiona umefika. Dunia hii inazunguka mpendwa. Hicho cheo iko siku kitaondoka. Hawa unaowadharau leo, kesho utawatafuta wakusaidie. Katika dunia hii usiridhike na mahali ulipo. Nyenyekea na mahali ulipo. Usisahau ulikotoka. Ninakueleza masaa haya ili ikusaidie wewe, iwasaidie na wengine. Acha kiburi. Acha dharau. Jifunze kunyenyekea. Salimia watu. Kwani inakugharimu nini? Sikiliza watu. Leo hata simu upokei. Leo hata simu upokei. Tayari umeshakuwa mwamba, umeshakuwa very selective. Unasema hawa siongei nao, huyu naongea naye. Kumbuka waliokusaidia. Kumbuka kuna watu waliumia kwa ajili yako. Kumbuka kuna watu leo ni walemavu kwa ajili ya cheo ulichonacho. Kumbuka kuna watu walilala njaa ili wewe ufikie kwenye elimu ulionayo. Kumbuka kuna watu walijisacrifice kwa ajili yako.
walijikana nafsi, walijitoa ili wewe ufike mahali ulipo. Acha dharau, acha kiburi, acha kujikweza, acha kujiona umefika. Maisha haya yana kesho. Hawa wakoma 9 hawakurudi kuja kushukuru. Huyu mmoja tena Msamaria, yawezekana walikuwepo na Wayahudi pale. Tena huyu Msamaria akakumbuka ya kwamba kuna Yesu. Akaenda kwa Yesu, akanyenyekea, akapiga magoti. Yesu akamuuliza, wale 9 wako wapi? Wale 9 wenyewe wajui kama kuna thamani ya kushukuru. Wale 9 wengine hawakujua ya kwamba hiki tulichopewa tunatakiwa tushukuru. Rafiki yangu, hicho ulichopewa, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu, mpe Mungu nafasi ya kwanza. Mpe Mungu heshima anayostahili. Mshukuru Mungu, usijikweze. Mshukuru Mungu. Sikia, Yesu akamwambia yule mtu, wale 9 wako wapi? Kwa lugha nyingine, Yesu alikuwa anamuuliza yule mtu ya kwamba hawa 9 wanadhani ya kwamba wameshaponyeka na kuponyeka kweli kweli. Wako wapi? Sikiliza. Sasa Biblia haituambii wale wakoma walikuwa na ukoma upi. Sasa kwa sababu Biblia haisemi, mimi Magoti najaribu kusema yawezekana walikuwa na ukoma wa vidole. Yawezekana vidole vyao vilikuwa vimekatika. Sasa vimebaki vidonda. Walipokuwa wanaenda kwa makuhani wakatakasika. Maana yake vile vidonda vikapona, lakini vidole vikatoka. Vidonda vikapona, lakini vidole vikatoka. Wakati huyu mmoja anarudi kwa Yesu kumshukuru ya kwamba hata vile vidonda vimepona. Nasema Magoti najaribu kufikiri, Biblia haijasema kama walikuwa na vidonda. Wakati huyu anarudi kumshukuru Yesu ya kwamba asante kwa muujiza wa kupona, hawa wengine wanaenda kushangilia kwa kuponywa, hawakurudi kushukuru. Yesu alipomuona yule akamwambia, inuka, imani yako imekuokoa. Ukisoma hilo fungu kwenye tafasiri zingine za Biblia, haisemi tu imani yako imekuokoa, inasema afya yako imerejeshwa. Afya yako imerejeshwa. Maana yake ni nini? Kama vidole vilikuwa havipo, Yesu akamrudishia na vidole. Yesu akamrudishia na vidole vyake. Kwa akawa ni mtu ambaye amepona na ameponyeka. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu amerudi kushukuru. Amerudi kushukuru. Rafiki yangu, unaporudi kumshukuru Mungu, Mungu anakuongezea zaidi ya pale alipokupatia. Unapoiruhusu biashara yako imshukuru Mungu, Mungu anaibariki kuliko pale ilipo leo. Sasa jaribu kufikiria kama kesho yake huyu bwana ambaye vidole vyake vimerudi anakutana na wale wenzake 9, anawasalimia, wanamshangaa, bwana mbona una vidole? Anawaambia, bwana mimi nilienda kushukuru, niliposhukuru ndio vidole vikarudi. Unadhani hawa 9 wangefanyaje? Nataka nikwambie, kwanza wangejuta kwa nini jana hawakurudi kushukuru. Alafu cha pili, yawezekana wangeanza kumwambia, Yesu umemwacha wapi? Na sisi twende tukashukuru. Yesu umemwacha wapi? Na sisi twende tukashukuru. Yawezekana walimtafuta Yesu hawakumpata tena. Walijuta moyoni ya kwamba laiti tungejua umuhimu wa kushukuru, tusingepona tu vidonda, tungerudishiwa na vidole pia. Hujanielewa? Laiti ukijua leo umuhimu wa kushukuru, nataka nikwambie utapewa zaidi ya mahali ulipo leo. Wakati Lazaro amekufa, Yesu anaenda kwenye kaburi la Lazaro. Jambo la kwanza ambalo Yesu aliliomba, alimshukuru Mungu. Akaambia, Mungu ninakushukuru, Baba ninakushukuru. Rafiki yangu sikiliza, hata kama mambo yamekufa, mshukuru Mungu. Yesu alimshukuru Mungu kwa Lazaro akiwa yuko kabrini.
Ndipo Yesu akaambia, najua siku zote unanisikia Mungu. Alafu akaambia Lazaro, njoo nje. Alianza kushukuru wakati Lazaro ananuka. Shukuru hata kama kuna mambo yako yameenda vibaya. Shukuru kwa sababu shukurani inafungulia baraka. Bwana asifiwe. Rafiki yangu, hata kama vitu vyote vinaenda tofauti na mipango yako, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Mambo ambayo Mungu amekufanyia ni mengi kuliko shida ulizonazo. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa baraka ulizotutendea. Dumu kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen.